hitaji kubwa la wana wa Mungu. Tutakwenda kuichambua desturi ya Wayahudi na jinsi Mungu alivyoitumia desturi hii kuelezea ufalme wake. Yesu Kristo mwenyewe, usisahau, amezaliwa katika hali ya mwili, ameishi na kulelewa na Wayahudi. Kwa hiyo kuna mambo mbalimbali ya mafundisho yake alikuwa ananukuu desturi za Wayahudi zinazofaa kufundishia. Moja ya utamaduni wa Wayahudi ambao tutauangalia leo, Wayahudi hawafundishi watoto wao na watu wao kwamba utajiri ni bahati. Hii utaikuta kwenye mataifa mengine, labda kama ya kwetu ya Afrika. Wao wanafundishana kwamba utajiri ni utamaduni ambao unatakiwa ujifunze, ujue, uanze kuishi utamaduni huo. Kwa hiyo wao wanaaminishwa hivi, lakini pia katika mafundisho yao ya awali kwa watoto wanawaambia hivi: ikiwa wewe mtoto wangu utakuwa rafiki wa maskini wawili, wewe utakuwa maskini watatu. Haya ndio mafundisho wanaofundisha watoto wao. Wanaendelea, kama utakuwa rafiki wa wavutaji wa madawa ya kulevya wanne, wewe mwisho utakuja kuwa mvutaji wa madawa ya kulevya watano. Wanaendelea, kama utakuwa rafiki wa wanaosoma kwa bidii watatu, wewe utakuja kuwa msomi wanne. Wanaendelea, kama mwanangu utakuwa rafiki wa matajiri wawili, wewe utakuwa tajiri wangapi? Watatu. Na kimaandiko haiepukiki, wa Korintho wa kwanza 15:33 anasema msidanganyike, mazungumzo mabaya uharibu nini? Tabia njema. Kwa hiyo aina ya rafiki unayekuwa naye anakuonesha aina ya maisha unaenda kuwa naye. Hiyo ni moja ya mafundisho yao ya asili ya kitamaduni. Kutatumia pia mazingira yao katika kuelewa ufalme wa Mungu, kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwepo duniani, mafundisho yake yalitumia mfano samaki, maua, ndege, ng'ombe, wanawali au mabibi harusi, mikate, upepo, maji na vitu vinginevyo. Alikuwa anajaribu kuleta picha ya huko ambako hatukufahamu, kuhakikisha kwamba kwa njia ya picha tunafahamu. Kwa tutakwenda pia kutumia picha hii ya desturi ya Wayahudi namna ya kufanya. Jambo lingine ambalo Wayahudi ulifundisha ni hili: wanaanza kumwandaa mtoto akiwa na miaka 7, kumwambia duniani ulipo ni mahali pagumu, ni mahali pa matatizo, ujiandae kupambana, kukabiliana na matatizo. Jambo lingine ambalo wanafundisha ni hili: wanafundisha kwamba ili umwandae mtoto kutokuwa tegemezi akiwa na miaka 25 mpaka 30 baadaye, ukiona watoto wanagombana usiwaamrie, washauri wamalize kesi wenyewe. Anza kumfundisha kutatua migogoro mapema akiwa mtoto. Meanza kuona hawa watu falsafa walio nayo. Hii ndo namna wanavyolea, na wamama wanawalea watoto wao wa kike hivi: binti yangu, unakuwa, dunia itatumia urembo wako, uzuri wako kukubomoa. Kwa hiyo ni wajibu wako kulinda thamani yako na uzuri wako kwa kila gharama. Ukiurahisisha, watakuangamiza kupitia uzuri wako. Hawa watu wana mambo ya kujifunza kwao. Hawa watu, ufalme wa Mungu umetumia tamaduni zao, mazingira yao, na ndio maana msikia Yesu anasema mimi ndimi mkate wa uzima. Ni chakula cha Wayahudi. Unaona, Yesu alichukua mambo aina mbalimbali kuhakikisha kwamba tunaelewa wazo la ufalme wa Mungu aliye hai. Tumpigie Roho wa Bwana wetu Yesu Kristo makofi tafadhali. Tuanze safari mimi na wewe baada ya utambulisho wa awali. Kitabu cha Marko sura ya 6 mstari wa 2. Tunaenda kumwangalia Yesu Kristo katika desturi ya Wayahudi. Hapo ndo tunapoenda kumwangalia desturi ya Wayahudi. Kama unaandika, desturi ya Wayahudi kuhusu maisha ya watoto wao, desturi ya Wayahudi kuhusu maisha ya watoto wao, na nimeelezea hapo kidogo kwa utangulizi. Tutakwenda sasa kuanza katika jina la Bwana Yesu. Katika kitabu cha Marko sura ya 6 mstari wa 3 imenenwa hivi: huyu si yule seremala mwana wa Mariamu na ndugu yao Yakobo na Yose na Yuda na Simeon, na maumbu yake hawapo hapa petu?
wakajikwaa kwake. Tunamuona Yesu Kristo katika desturi ya Wayahudi ya kuandaa watoto kiuchumi, kimafanikio, kiroho. Yesu alitengenezwa na kuwa seremala, na hii ndio ilikuwa jina lake la kikazi au la professional. Seremala ni mtaalamu. Kwa nini Yesu Kristo alikuwa seremala? Twende sasa kwenye desturi ya Wayahudi. Katika fundisho la Wayahudi hawamfundishi mtoto kutafuta pesa kama pesa. Wanamfundisha mtoto kuwa na ujuzi au kuwa na kitu cha kufanya akitatua matatizo ya watu, ili kwa njia hiyo fedha zimfuate. Kwa Yesu Kristo aliandaliwa kuwa mtatuzi wa matatizo ya mahitaji ya samani za ndani ya nyumba za watu. Vitanda vya wakati ule, viti vya wakati ule kwa teknolojia yao. Aliandaliwa kuwa mtatuzi wa changamoto, baadaye akaja kuwa seremala wa watu. Tunaona namna wanavyotengeneza. Wanamtengeneza mtu akili ya kutegemewa, hawamtengenezi mtu kwenye akili ya kutegemea. Kwa Yesu alitengenezwa na Yusufu, na aliyemtengeneza hivi Yusufu, hii ndio ilikuwa kazi yake. Tuko darasani. Ujuzi wa kweli mtoto anaupata kwenye familia. Ndio maana baba asiyefanya chochote katika maisha yake ni mwalimu asiyefaa kwa wanafunzi ambao ni watoto walioko nyumbani kwake. Angalieni jamii za watu ambao sio Tanzania. Nenda kule Kariakoo na sehemu mbalimbali za maduka, hasa Wahindi na wengineo. Watoto wakisharudi darasani wako nao madukani, anafundishwa kuangalia baba yake anavyouza, anaangalia bidhaa zinavyoendeshwa dukani. Wanamfundisha elimu. Hii inaitwa elimu isiyo rasmi. Elimu isiyo rasmi hii ndiyo elimu iliyokuwepo toka zamani. Mzazi anamchukua mtoto wake anaenda kuwinda, kwa hiyo mtoto hajui kuwinda, anamwangalia baba anavyowinda. Hivi ndivyo wenzetu wanavyojiandaa kuwa wanamtengeneza mtu kwamba uko kwenye dunia yenye matatizo, dunia inakutegemea, tafuta kitu cha kuipatia dunia. Tuko pamoja. Tumeangalia mfano Bwana Yesu mwenyewe. Bwana wetu Yesu Kristo katika desturi hii ya Wayahudi alifundishwa kazi ya baba yake Yusufu. Ndicho alichofundishwa. Kwa akawa mtaalamu, akawa anaipatia jamii yake, anaitatulia matatizo kwa kuwatengenezea samani au furnitures, alafu watu wanampa fedha. Utaalamu hudumu na kuendelea, lakini ukitafuta pesa na vitu vinakoma. Twende mfano mwingine, tukaangalie mfano wa Petro, Yohana na Yakobo. Hawa ni wanafunzi wa Yesu na ni Wayahudi wenzie ama Waisraeli. Mathayo sura ile ya 4 mstari wa 18, naomba ufungue tusome pamoja. Anasema, naye alipokuwa akitembea kando ya bahari ya Galilaya, aliona ndugu wawili, Simoni aitwaye Petro na Andrea nduguye, wakitupa jarife baharini, kwa maana walikuwa wavuvi. Tumeona fani nyingine. Hawa ni Wayahudi wale wale. Petro na Yohana wamefundishwa kutoa samaki baharini, kuhakikisha watu wanatatuliwa tatizo lao la mboga aina ya samaki, na wao watachukua pesa mikononi mwa watu kwa kuwapa samaki. Yesu atachukua pesa mikononi mwa watu kwa kuwatengenezea samani za ndani. Tunaona utamaduni wa hawa watu, si ndio jamani? Kuna kitu nataka tukichukue kwao. Kwa Wayahudi, mtoto aliandaliwa kuwa na kitu cha kuipatia jamii ili awe anakula pesa kwa kudumu katika maisha yake. Ndio maana wao utajiri hawauhesabu kuwa bahati, wanaohesabu kuwa utamaduni. Ni kitu wanachorithisha kimfumo, wanarithisha mifumo. Wanataka mtu awe na akili ya kimfumo, awe na maisha ya kimfumo. Nadhani ndio maana Mungu alivutiwa kwamba nataka kupeleka ufalme duniani, lakini niupitishe kwa watu hawa ili wengine wakaurithi kwa mfano wao. Nikukumbushe jambo lingine tunapoendelea katika kile ambacho nataka tuendelee, tuangalie hitaji kubwa la wana wa Mungu. Ili unapokuwa unaomba usiombe mambo ambayo hayatajibiwa na yatakupotezea muda.
Watu wa Mungu wamekuwa na maombi mengi bila tathmini, hayajibiwi, yanapotezewa tu muda. Ni muhimu tuiangalie Biblia, tutafute maombi ambayo yanajibiwa, sio maombi ya kupotezeana muda na kuchoshana tu. Mimi sipendi kuombaomba tu, napenda kuomba maombi yenye faida, kwa sababu Mungu amesema yeye wafundisha watoto wake kupata nini? Faida. Twende tunaangalia kutoka msingi mkuu wa familia ya Israeli. Familia ya Israeli inaanzia na mtu anaitwa Ibrahimu, ukiacha wengine wa nyuma huko: Ibrahimu, Isaka, Yakobo na watoto wao. Tukaangalia kitabu cha Mwanzo 46, 31 na 34, kuonesha kwamba kila ambacho Yesu alitengenezwa, Petro alivyotengenezwa, ni ishu ya utamaduni. Walitengenezwa kitamaduni, wakijaribu kuenzi asili yao ya kuwa na mali duniani. Tukaangalie kitabu cha Mwanzo 46, 31 na 34. Nasoma: Yusufu akawaambia ndugu zake na watu wa nyumbani mwa baba yake, nitapanda mimi nimpashe Farao habari. Nitamwambia ndugu zangu na watu wa nyumbani mwa baba yangu waliokuwa katika nchi ya Kanaani wamenijia. Mstari wa 32, na watu hao ni wachungaji. Sio mtu huyo, watu hao utamaduni wao wanaendesha miradi ya kiuchumi kwa ufugaji, ni wafugaji. Angalia, anasema maana wamekuwa watu wa kuchunga wanyama, nao wamewaleta kondoo zao na ng'ombe zao na yote walionayo. Itakuwa Farao atakapowaita na kuwauliza, kazi yenu ni nini? Kazi yenu ambayo inaingiza kipato, Mungu anaitumia kuwabarikia, ni nini? Angalia majibu yao. Angalia anachowafundisha Yusufu 34. Semeni, watumwa wako tumekuwa wachunga wanyama tangu ujana wetu. Umeona wanavyoandaa watoto. Bahati mbaya shule zetu za sekondari na primary hazifundishi masuala ya uchumi na fedha. Kama familia hazina ujuzi, tutakuwa na wasomi maskini, kwa sababu hatufundishwi mifumo ya kifedha. Tunafundishwa namna ya kwenda kusimamia mifumo ya kiuongozi, kisiasa, tiba na vinginevyo, lakini kusababisha hivyo vitu hakuna elimu. Twende taratibu, kuna kitu nataka nikiongea hapo mbeleni. Ni muhimu tuangalie tunavyowalea watoto, tusiwape chakula, tusiwavishe mavazi, alafu hatuna message ya kuwapa. Hakuna shule duniani inayotengeneza matajiri, haipo. Watu wanatengenezwa kutoka na familia ina utamaduni gani? Hebu malizia mstari wa 38. Semeni, watumwa wako tumekuwa, sio tumekuwa ni desturi, tumekuwa wachunga wanyama tangu ujana wetu hata leo, sisi hao wanaojitambulisha na baba zetu, sisi na baba zetu. Kwa hiyo ilikuwa ni jukumu la Ibrahimu kumwandaa Isaka, kutengeneza mtazamo ndani yake wa aina ya njia za kiuchumi na ambavyo amemiliki na kuwa tajiri. Isaka katengenezwa, Isaka akamtengeneza Yakobo, Yakobo akatengeneza watoto wake, watoto wao akatengeneza watoto wao. Ndio maana wakati wa Yesu unamkuta Yesu ni seremala kama nani? Yusufu. Maanake hata wakina Petro bila shaka wazazi wao ndio waliofundisha ile fani. Ilitegemeana wazazi wana kitu gani. Watoto wa kikuhani waliandaliwa na baba zao nani? Makuhani. Manabii waliandaliwa na baba zao nani? Manabii. Haya, tufungue kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 6. Nataka uliangalie jambo fulani pale. Wafalme wa Pili sura ya 6 mstari wa 1. Kisha wana wa manabii wakamwambia Elisha, angalia basi mahali tukaapo mbele yako ni padogo kwetu, ili mtoto aandaliwa anayekwenda kuwa nabii siku za usoni, alienda kujifunza katika maisha ya nabii. Soma andiko, no. Kwenda kuishi kumtumikia, kumhudumia nabii. Hawakufundishwa kumtumikia Mungu, walifundishwa kwanza kumtumikia mtu, kumsikiliza mtu. Ndio maana Samuel
alipokuwa anaandaliwa katika kazi ya kinabii na kikuhani, aliwekwa chini ya Eli, akawa anamtumikia Eli. Fungua haraka haraka Samueli wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza. Basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli, akamtumikia Bwana mbele ya Eli. Manake yeye Samueli, Bwana Mungu wake alikuwa ni nani? Ni Eli. Hivi ndivyo alivyokuwa anaandaliwa. Kwa ilitegemeana mtoto anatoka familia inafanya nini, baba anafanya nini. Mama na baba ambao ni useless, hawana kitu chochote, manake hawana cha kuwekeza kwa mtoto, hawana cha kuwekeza kwa mtoto. Tuko pamoja? Na mfumo mojawapo ambacho wanadili nacho kikubwa ni kichwa, kuhakikisha wanakitengeneza kichwa kuwa katika asili yao. Simaanishi ili uvile la nje, na maanisha mtazamo, na mtumishi alikuwa anagusia hapo katika darasa la asubuhi, swala la mtazamo. Ukisoma Mithali 23 mstari wa 7, Biblia zingine zinasema anavyofikiri ndani yake ndivyo alivyo. Ya Kiswahili inasema anavyojiona ndivyo alivyo. Ni ishu ya kutengeneza mitazamo, ndicho Yahudi walichotengeneza. Kwa hiyo ulikuwa ukizaliwa kwenye nyumba ya Yakobo, upende mifugo usipende, utaipenda, ndo desturi. Yaani utake usitake, hiyo ndo desturi. Utarithishwa, utakwenda bandani, utajua kukamua, utajua kuchunga. Walitengenezana hivyo. Ukikuta mzazi una mradi, mtoto wako hajishughulishi na mradi akidharau, hajajua ndo shule ya muhimu kuliko ile shule ya kule darasani. So kule darasani anachotengenezewa ni tofauti na hapa nyumbani, kama kufuga kuku, kufuga ng'ombe, kufanya nini, kwa sababu hapo ndipo pia panapompeleka huko kwenye shule za ulimwengu. Kwa hiyo mtoto ana shule za aina ngapi? 2. Shule hii za umma na shule ya familia ya wazazi. Ndio mfumo ambao Wayahudi wamekuwa nao, na Mungu mfumo huu anatamani tuuelewe, tusimamishe kanisa lisiokuwa la kawaida kwenye nchi hii. Kama itashindikana, itakuwa ni bahati mbaya kuzaliwa kwangu na wewe ambao umekaa hapa. Kama tutafanikiwa, itakuwa ni bahati kwa taifa la Tanzania kuwa na watu kama mimi na wewe. Asante Roho Yesu. Kwa tumeona hawa ni wachungaji tangu nini? Ujana wao. Manake mtoto anajifunza kwa kina, kwa vitendo na kwa kujengeka katika kitu kinachozunguka kwenye maisha. Kinawaletea riziki, kinawaletea chakula mezani, kinawaletea mavazi, kinawatengenezea. Lakini mama aliyekaa hafanyi chochote, ni mwalimu asiye na elimu na ameajiriwa kufundisha shule. Baba asiyekuwa na chochote na amekaa tu, ni mwalimu ambaye amewekwa kwenye mfumo atengeneze watu na hana elimu. Unaweza kuona familia ambazo tumetoka zile za hofu. Kwa hiyo umaskini umesababishwa na familia ambazo zimeshindwa kujenga mitazamo, kwa sababu hazina mitazamo hiyo. Unakuta mtoto mdogo tu, baba mlevi, mama muuza gongo, familia ni ya hovyo, baba mvuta masigara. Unategemea mtoto anayetoka hapa we nani? Unategemea we nini? Si anaona mama anavyokoroga pombe, baba anarudi amekunywa pombe wakati wote. Sometimes anamtuma kwenda kununua sigara, alafu wewe mhubiri unakutana naye njiani, unataka kumbadilishe kwa haraka. Anakushangaa. Mtu ambaye Mungu amemwamini, amempa kanisa, amenifundisha kunywa, wewe njiani, sijawahi kunyonya ziwa lako, hujawahi kunibeba wala kunilea, unataka kunibadilisha kwa haraka. Ni ngumu kumbadilisha mtu aliyetengenezwa kitamaduni, ni ngumu sana kuliko unafikiri. Kwa sababu kile mtu anachokuwa anakiona, anaishi, analalia, kinageuka kuwa akili, kinageuka kuwa ufahamu. Ndio maana Mungu akasema kwenye Ibrania, malazi yawe nini? Safi. Malazi yanachangia, vyakula vinachangia, maisha ya mtoto anaishi yanachangia kutengeneza aina ya mtu. Tuko darasani watoto wa Yesu. Sasa hii ndio mitazamo ya Wayahudi. Unapoisoma Biblia ielewe, inakuonesha mitazamo ya watu ambao tu wanaishi mpaka sasa. Lakini ukitaka kuwafuatilia, kama unajua lugha ya Kiingereza vizuri, unaweza kufuatilia wale marabai, wale walimu wao. Unaweza ukakuta haya yanayokuambia ndio mafundisho wanaojenga watoto wao mpaka hivi tunavyoongea. Wayahudi wakiwa naombaomba mtaani, wao wanaamini umaskini wake hautokani na kwamba hana kitu.
wanaamini akili yake haikupandiwa chochote, hana chochote cha kutoa, kwa hiyo jamii haiwezi kumpa chochote. Hasa kuna maombi ambayo tunaomba tunapoteza muda. Natamani tunyoshe maombi yetu katika jina la Yesu. Shauti ya haleluya ndani ya nyumba. Tuanze sasa kwenda, baada ya kukupa hiyo picha ya hao ndugu zetu Wayahudi. Sasa hiki ambacho nimekutolea mifano katika maandiko ndicho Mungu anataka watoto wake tukijue na kukitafuta na kubadilisha maisha hapa duniani. Iko hivi, ukae tension. Nachotaka nikwambie, kila aliyetumwa kutoka mbinguni, sasa na Yohana 1:6, maandiko yanatuambia tumetumwa kutoka mbinguni. Hatujatoka kwenye makabila tuliyotoka, hatujatoka kwenye familia tulizotoka, tumetoka kama roho mbinguni. Miili tumepewa hapa kwenye matumbo ya mama zetu. Tumetumwa hapa kwa misheni moja, kuja kutatua matatizo na kutengeneza mazingira ya uwezekano wenye unafuu kwa wanadamu. Narudia tena, ama kiroho au kimwili ama kinguvu. Lengo la kuwepo hapa duniani ni kuwa problem solver, mtatuzi wa matatizo. Lengo la kuwepo kwetu kanisani sio tukusanyike kumshangaa nabii au mtume fulani. Tumetengenezwa katika mitazamo ya kijinga kuja makanisani kushangaa. Nyumba hizi ni vyuo vya kuja kubomoa mitazamo na kujenga mitazamo, alafu tuende kwenye uwanja wa vita za uchumi, vita za mahusiano, vita za kisiasa, vita za hapa duniani, ili kutuliza dhoruba ya maisha ya mwanadamu. Narudia tena, kujenga msingi. Hiki nicho kuonesha Wayahudi wamekuwa na desturi ya kuchunga wanyama. Walikuwa na mentality au mtazamo wa kutokuwa maskini, kwa walikuwa na cheni yao, walikuwa na boma yao kiufahamu. Kwa unapoona ishu ya ufugaji, sio wanyama walionao, ni mtazamo wa kufuga walionao. Unapomwona Yesu kwenye useremala, ni mtazamo aliojengewa. Unapomwona Petro akivua samaki, ni mtazamo. Hiki ndicho Mungu anachotaka kila raia wa ufalme wa mbinguni, anayekuja katika nyumba ya ibada, mwinjilisti, mzee wa kanisa, muumini wa kawaida. Wewe ni wakala wa kutatua matatizo na si wewe kuja kuwa tatizo hapa duniani. Ndio maana jiulize, kwa nini duniani kwa na matatizo wanakuua haraka? Maana yake umekosea target ya lengo lako. Ukiiba, wakikukamata wanakuua. Kwa nini? Umekuja kuisaidia dunia, sio kuibomoa. Unapoibomoa wanakubomoa. Toka, ondoka, usitusababishie matatizo tena, usituvunjie tena. Tuko darasani nye watu wa Yesu. Tuangalie fundisho la Kristo Bwana wetu kwa wana wa Mungu. Tukamwangalia Yesu mwenyewe, fundisho lake kwa wana wa Mungu ni lipi ambalo ametufundisha, ambalo na wewe unatakiwa kulishika na liwe msingi wa maombi mpaka umetoboa. Ukiomba haijapatikana, tafuta. Ukitafuta haijapatikana, gonga mpaka vimepasuliwa, upate unachotaka ukipate. Hatuwezi kuwa na kanisa la wajinga. Hatuwezi kuwa na imani ya kijinga. Yesu Kristo ni mfalme milele. Twende tukaangalia fundisho la Kristo Bwana wetu kwa wana wa Mungu. Sawa na desturi ya Wayahudi, fundisho lake limelenga kwenye desturi aliyoishi na kulelewa. Kitabu cha Mathayo 6:25-33 liligusiwa awali kama nakumbuka, basi linaenda kuja sasa kwa namna nyingine pia kwa utukufu mkubwa wa Bwana wangu Yesu Kristo. Anza kuangalia anachoongea Yesu, utaelewa alikuwa na mtazamo gani tukimweka katika daraja kama mwanadamu au kama Myahudi. Anasema, kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini au mvae nini. Angalia, wala miili yenu mvae nini. Yaani eti acha kuhangaikia vitu, hangaika na wewe. Sasa wewe uhangaike nini juu yako mwenyewe? Hebu tuende mstari wa 26. Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi je, si bora kupita hao? Ni upi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya mashamba jinsi yameavyo, hayafanyi kazi
wala hayasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la hayo. 30. Basi ikiwa Mungu yavika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho hutupwa karibuni, je, hatazidi sana kuwavika ninyi, enyi wa imani haba? Msisumbuke basi mkisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini? Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Angalia 33. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Yaani ukiangalia mtazamo Yesu Kristo alionao ni wa Kiyahudi, niliotangulia kukwambia. Wayahudi wanafundisha usihangaike kwa ajili ya pesa, hangaika kutafuta kitu cha kuipa jamii. Jamii itakuletea pesa bila mahangaiko. Sisi tunahangaika kutafuta pesa, tuna maumivu ya pesa, tuna stress za pesa. Mazingira yangu sio mazuri kwa sababu sina hela. Yesu anasema kwa mujibu wa desturi. Sasa jamani, msihangaike vitu. Hao wanaongea nao ni Wayahudi. Kwanza hilo lielewa, walikuwa wanaongea na Wayahudi wenzie kwamba jamani, kama ilivyo desturi yetu, tusihangaikie vitu kwenye ufalme huu, kama ambavyo tumefundishwa kiasili kwamba tutafute namna ya kuchunga mifugo kwa ubora, tuwe na maziwa mengi yanayopatikana, hayo maziwa tuyauze, tutawale soko, alafu tuwe na fedha. Unaambiwa katika matajiri duniani Wayahudi wameshika nafasi ya 40 katika dunia nzima. Hesabu mataifa yaliyoendelea, na wao mpaka sasa hivi wako milioni 10 tu, lakini ndio wanaoongoza utajiri duniani. Kila mabilionea 5 Marekani, 2 ni Waisraeli. Nilikuwa nasikiliza mchambuzi wa juzi anasema umefika wakati Israeli wa kutengeneza hela. Anasema sisi kila vita na tatizo tumefundishwa kuwa fursa. Ndio walivyofundishwa wao. Ukiona matatizo wanaanza kumshangilia Mungu, anasema wakati wa kuinuka umeshafika. Wewe ukiona matatizo unakunja uso, unajisikia vibaya, unakata tamaa, kwa sababu hukufundishwa kuwa na akili imara katika maisha. Nikamsikiliza kwa umakini, anasema Irani ndio inayosambaza mafuta duniani. Kwa hiyo kwa kuanzisha vita watafunga vinu vyao, na sisi tumejumua mafuta mengi kabla ya kuanzisha vita. Kwa vita hii imeanzishwa, tuuze mafuta yetu. Watakapomaliza mafuta wanaacha vita. Muona akili walizonazo? Na si muda mrefu tutasikia mafuta yamefanya nini? Nauli zinaenda kupanda, jiandaeni, kwa sababu Marekani wanaipiga Irani mdau, na Irani ndo wale ambao nadhani bahari ya mafuta ndio iko kwao. Hasa Wayahudi na Wamarekani watakuja kuuzia mafuta. Venezuela walishafunga Wamarekani. Kwa sababu utasikia lita inaanza kupaa, ulalamike, haitasaidia, utanunua. Kama la sivyo, paki magari, tembea kwa miguu. Wanajua watu wengi ni dhaifu wa matatizo, kwa wanasababisha matatizo. Wanajua mtalia, mtaumia. Wao kwenye matatizo wanatafuta cha kufanya ili wapate fedha. Mtakapokuja kutulia kuwa na amani, ni matajiri walioenda mbali. Kwa mfano kuja kesho anasema tunasaidia serikali yenu, tunaipa bilioni 2. Muona watu mtazamo waliona. Wana wa Mungu wanapaswa kuyachekelea na kuyafurahia matatizo kama wanaufahamu ni fursa. Magonjwa sisi kwetu ni fursa, mapepo sisi kwetu ni fursa, wachawi ni fursa. Kwa nini? Tumetumwa kutatua matatizo ya levo zote. Tatizo letu hiyo mtazamo, tamaduni hatuna, ndio shida inayotusumbua. Umewahi kujiuliza kwa nini Yesu alipokuwa anaagiza wakina Petro kwamba waanze kuhubiri Yerusalemu, Uyahudi, Samaria na mwisho wa dunia nzima, alafu hakuwaachia hata senti ya kuanzia? Ni kwa nini alifanya hivyo? Yeye anaelewa fika kwamba kama wakina Petro watakuwa na uwezo wa kutatua matatizo ya watu watawawezesha kutatua matatizo wengine. Watakapoenda kutatua Samaria itawawezesha kwenda Syria. Wakitatua matatizo Syria watatoa sadaka zao na shukrani zao, watakwenda Iraki. Wakienda Iraki kule wakitatua matatizo, watawatuma Tanzania mtawapa fedha zenu. Njia rahisi ya kupata fedha kwa kanisa ni kutatua matatizo, sisi ndio hela zetu. Lakini sasa akili zetu zinakubali. Tumefundishwa kutokuwa imara.
Tumefundishwa katika mazingira ya kukata tamaa kwa haraka. Simama, naongea message ya muhimu sana. Hili ni fundisho la Yesu. Anasema watu wengine wa mataifa wamefundishana wao. Angalia, Wayahudi hawana hili fundisho kwamba hakikisha tafuta chakula, tafuta. Wao wanatafuta kitu cha kutoa huduma ya kudumu, alafu watakuwa wanapata chakula kila wakati kwa sababu wana kitu. Sisi tunahangaikia vitu ambavyo ukiwa navyo vinaisha, unaenda kutafuta vinaisha. Na wanawaonya sana watoto, wanasema msikimbilie ajira, na wao wakienda kwenye ajira hawakai hata zaidi ya miaka 5. Kaangalia wanajeshi wa Marekani, ni wanajeshi wenu wa Tanzania ambao anaajiriwa na kuzeekea jeshini. Wenzenu Marekani miaka 3, 4, 5 jeshi pembeni, anaingia kwenye biashara. Sisi huku ukitaka kuacha jeshi unaachwa jeshi. Kwa nini? Tuna mitazamo midogo na finyu. Wenzetu akili zao wametengenezwa kuangalia wapi pana tatizo, wapi pana shida, wapi pana shida nifanye nini, wapi pana shida ya maji nifanyeje. Kuna watu wamesali na kuambia watu wengine wako kwenye nyumba za ibada za walokole, wanaenda kwa waganga wa kienyeji. Kwa nini? Wameona hakuna matokeo ya maombi walioambiwa yanajibiwa na hayajibiwi. Na Mungu mtazamo sio sawa. Biblia inasemaje? Bwana alimjia Sara kama alivyonena, Mwanzo 21 mstari wa 1, akamfanyia kama alivyosema. Mungu atafanya sawa na alivyosema, na kitu ambacho ni asili ya utamaduni wake. Utamaduni wa Mungu, Mungu ni Mungu wa suluhisho. Ni Mungu aliyefanya dunia iliyokuwepo haina ukiwa, ina shida, ina matatizo, haieleweki. Alielewesha, akapanda mimea, akatengeneza samaki, akatengeneza ndege, akaweka binadamu. Ni Mungu anayetatua matatizo yanapokuwepo, na sisi kama ni wanaye, sisi ni watatuzi wa matatizo katika jina la Yesu. Hili ndio lilikuwa fundisho la Yesu. Nimesema aliegemea kwenye asili ya utamaduni wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo ambao ni wa Israeli, kwamba jamani, sisi desturi yetu hatutafuti vitu, tunatafuta kitu cha kuipa jamii. Tunatafuta jamii na tatizo gani, tunaangalia tuna uwezo gani, tunaanza kutatua hayo matatizo, na jamii naanza kutuona sisi ni dhahabu. Wayahudi wanafundishwa hivi, hakikisha unatengeneza thamani yako. Thamani yako ndiyo itakao kufanya wewe ufanikiwe. Thamani yako inatokana unafanya nini kanisani, unafanya nini mtaani, unafanya nini serikalini, unafanya nini kwenye siasa, unafanya nini jeshini, umeleta nini. Waza aliyebuni nguo, kama hakubuni nguo tungekaaje hapa ndani? Tuangalie mwenzako, mama ungekaaje mbele yangu? Anasemaje? Mazingira yangekuwaje unadhani? Niambie pale jikoni ungekaaje na mama yako na baba yako? Vilikuwa ni vituko. Lakini kuna mtu alikuja akasolve hiyo tatizo. Watu walikuwa wanapata shida kuandika mabarua, unatuma mjumbe mpaka mtu aenda peleke taarifa, aje arudi. Akaja mtu mwingine akasema sasa hivi kutumikishana hakuna, simu zimeingia. Huu pepo unaoona angani, kuna mtu anaumiliki na hatimiliki huo. Huu pepo unaoona ni mali ya mtu. Ndio maana nasikia airtime. Mtu mwingine akasema mimi similiki upepo, nitakuwa na uchukua na jaza kwenye matairi nauza. Kujaza tairi ni shilingi ngapi? 500. Upepo mtu anauza ni wa kwake. Kwa hiyo niwaambie, wewe unapokuwa hasa nyewe wa dada na vijana wote, beba mtazamo kwenye akili yako ya kwamba umekuja hapa duniani sio kutegemea kijana, mwanaume ama nani. Binafsi umekuja kuwa suluhisho katika maisha haya, na hasa unapomjia Yesu Kristo unapaswa kukabiliana matatizo yako mpaka yametatuliwa, mapungufu yako mpaka yametatuliwa, ya kielimu mpaka yametatuliwa, ya kiuchumi mpaka yametatuliwa. Pambana na ya kwako. Ukitoka hapo unaweza sasa kuwa mwalimu wa mtu mwingine. Jamani wanafunzi, tuko darasani. Yesu akasema, bali utafuteni ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Mungu ni mfalme, na ufalme unaendeshwa kwa desturi. Twende Samueli wa kwanza, kimbia haraka, sura ya 8. Unapoambiwa habari ya ufalme utakutana na kitu gani ndani yake? Samueli wa kwanza 8:9, basi sasa sikilize sauti yao, walakini waonye sana na kuwaonyesha desturi ya mfalme atakayewamiliki. Mfalme anamiliki kwa nini? Kwa mfumo wa nini? Kwa desturi. Kwa hiyo Mungu anatawala kwa mfumo wa nini wanafunzi? Kwa desturi. Ndio maana mnaona Wayahudi ni watu walikuwa mfumo wa kidesturi au kimila. Wao wanafundishana kwamba
uchumi au tajiri ni mfumo wa kimila. Kwa ni mila ambayo wanarithishana kutoka kizazi kwenda kizazi. Angalia umaskini umekuwa ni mila ya watu, kwa sababu baba alikuwa hana kitu kichwani, mama alikuwa hana kitu kichwani, walikutana wajinga watupu, hawana lolote, wakashindwa kutengeneza watoto. Maisha yako yanahangaika. Mahangaiko yako yametokana na akili uliyowekezewa wakati unalelewa. Kila ambacho ulishindwa kuchukua nyumbani kwenu ndicho unachoshindwa kufanya kwenye jamii. Hasa unapokuja kwa Yesu ni mahali pengine pa kuanza kutengeneza kichwa upya. Wafalme wanatawala kwa desturi, na ufalme wa mbinguni ni ufalme wa kidesturi. Ndio maana mfalme anayetawala ni mmoja na ni wa milele, atadumu milele. Ndio mila. Hasa mafanikio ya wana ya ufalme huwa ni mila. Ndio maana ukisoma Misri unakuta anayekuja anaitwa Farao, anayekuja Farao, anayekuja ni Farao, anayekuja. Unagundua hiki kitu ni cha mfumo, ni utamaduni. Kutafuta ufalme ni swala la kujenga mifumo ya kitamaduni. Ndicho Yesu alichokuwa anamaanisha, kwamba maana yake anzeni kutengeneza utamaduni utakaosababisha mafanikio, na msitafute vitu ambavyo wengine wamesababisha. Tengenezeni utamaduni wa kusababisha vitu vitokee. Ndicho Yesu anachofundisha. Wamefundishwa kwamba usitafute maziwa, fuga nini Myahudi? Fuga ng'ombe. Usitafute samaki, jifunze kuvua samaki. Usitafute nafaka, jifunze kulima shamba. Usitafute upako, tafuta chanzo cha nguvu za Mungu, na sio kwenda kutafuta miujiza. Tunaona leo watu wanauziwa maji, vitambaa. Ni ujinga na upumbavu mtupu. Ni upumbavu. Anaweza akafanya ile kazi, ni mtu asiye na akili kichwani. Kuuza, nimeona wengine wanauza mpaka 300,000, laki ngapi, na wapumbavu wananunua. Lakini kumbe litakuwa kufundishe jinsi ya kutengeneza vitambaa, kuwa na upako. Kama yeye anafanya nini, mbona asikufundishe? Yeye anafanya nini kuhusu maji, akufundishe basi we mwenyewe. Mbona hakuelekeza amechukua kuzimu au ni mbinguni? Kama ni mbinguni, mkawafanya mataifa kwa nini? Wanafunzi, mkawafanyaje kama wanafunzi? Mkawafundishe. Nikijua chumvi na kazi gani, inabidi nikufundishe. Utagundua bado makanisa yamezuka na utumwa ambao tumerithi kwa baba zetu. Tumejaa kwamba kwenye magari wamebebelea machupa, hawana vitabu, hawana madaftari, hawana kalamu, kwamba watafute akili. Kwa nini? Wanachumwa kupitia ujinga wao. Hiki ndicho Wayahudi walikikataa, na Yesu alisimama kufundisha, jamani, msitafute vitu walivyosababisha wengine, ninyi anzeni kuwasababisha. Kwa kila mwanafunzi wa Yesu akibeba mtazamo huu kwa pamoja kama familia, tunaweza kuanza kutafuta uwezo wa Mungu tuwe nao. Alafu tunaanza kugawa mahitaji ya watu ambao yanawafanya wanateseka, wanaumwa, wanahangaika, na wao wataanza kushughulikia ya kwetu. Hii ndio njia ya kutatua matatizo ya kudumu, na sio kutafuta fedha wala mavazi. Kuna msemo mmoja wanapenda kusema, Wayahudi wanasema, those who run for money, they will always run in their entire life. Wale wanaokimbiza pesa wataendelea kukimbia au kuikimbiza pesa maisha yao yote, lakini wale wanaobuni kitu, pesa zitawakimbilia. Mwangalie Daudi. Kwani Mungu alimpa nini? Mungu hakumpa Daudi hela wala mavazi, alimpa power. Daudi alipopata power, kaanza kutatua nini? Matatizo ya watu. Aliomba maombi yenye mtazamo wa utamaduni wao, na yalijibiwa. Najaribu kunyoosha ili maombi yako yasiwe ya kuchoka. Tutafute kitu cha kudumu ambacho tunaweza kuwa nacho mpaka saa ya kufa, na tukaondokana na stress za maisha kwa kudumu. Tukuze roho Yesu. Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 5 na ule wa 14. Na huko Gibeon Bwana akamtokea Suleiman katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia, omba utakalo nikupe. Sina sisi tumeambiwa ile andiko jamani, na Yesu amesema mkiomba neno. Sentensi ni ya mtego hii. Ndio maana watu wameomba hivyo hivyo kama alivyosema Yesu, na haikutokea chochote. Na imeandikwa omba lolote na hakikutokea chochote. Kwa nini tuambie omba lolote alafu alitokea? Kwenye msingi huu Mungu alikuwa tayari kumjibu Suleiman lolote. Angesema nataka kuishi miaka 400. Sasa amesema omba, ungekuwa ungeomba nini? Angalia alicho nani. Suleiman akasema, mmemfanyia mtumwa wako Daudi baba yangu fadhili kuu, kadri alivyoenenda mbele zako katika kweli na katika haki na katika unyofu wa moyo pamoja nao.
na umemwekea na fadhili hii kubwa, maana umempa mwana wa kuketi kitini pake kama ilivyo leo. Na sasa, Bwana Mungu wangu, umenitawaza niwe mfalme mimi mtumwa wako badala ya Daudi baba yangu, nami ni mtoto mdogo tu, sijui jinsi nipasavyo kutoka wala kuingia. Na mtumwa wako yu katikati ya watu wako uliowachagua, watu wengi wasioweza kuhesabiwa wala kufahamiwa idadi yao, kwa kuwa ni wengi. Kwa hiyo, angalia mstari wa 9, nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, ni wahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya, maana ni nani awezaye kuwahukumu hawa watu wako walio wengi? Angalia 10, neno hili likawa jema machoni pa Bwana, ya kuwa Sulemani ameomba neno hili. 11, Mungu akamwambia, kwa kuwa umeomba neno hili, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi, wala hukutaka utajiri kwa nafsi yako, wala hukutaka roho za adui zako, bali umejitakia akili za kujua hukumu. Angalia 12, basi tazama, nimefanya kama ulivyosema. Tazama, nimekupa moyo wa hekima na wa akili, hata kabla yako hapakuwa na mtu kama wewe, wala baada yako hata inuka mtu kama wewe. Na mambo yale usiyoyaomba, umesikia? Usiyoyaomba yapi? Nimekupa mali na fahari, hata hapata kuwa na mtu katika wafalme kama wewe siku zako zote. Mwana maombi yalivyosababishwa. Kila ambacho hakuomba alipewa, yaani ambacho aliomba alipewa, na ambacho hakuomba alipewa. Je, tumekuwa tunapewa hivi? Maana tungekuwa mbali, makanisa yangekuwa mbali sana. Huu ni mtazamo wa Ibrahimu, wa Isaka, wa Yakobo, wakina Reubeni, wakina Yusufu, wakina Musa. Mtazamo, wamefundishana utamaduni kwamba wewe kama unaenda kuomba Myahudi, usiende kumwomba Mungu nguo, usiende kumwomba Mungu chakula, usiende kumwomba Mungu maji. Muombe Mungu akufanye kuwa na uwezo wa kusababisha vitu hivyo, ili kesho usiende kumsumbua. My God. Yaani najaribu kupambana kila siku kutaka nijue kuomba. That's my fight. Naangalia, natamani niwe aina mtu ambaye maombi yangu ya machache na wewe na matokeo. Yesu kama maombi ya pagani wanaomba kwa kupayuka na yana matokeo. Sasa angalia, Sulemani alivyoenda mbele za Mungu alimwambia Mungu, mimi hitaji langu ambalo nimeona hivi, nashindwa kuyamudu majukumu yangu, uwezo wangu ni mdogo, najiona ni mdogo kiuwezo. Nataka niwe na uwezo wa kuyamudu matatizo, nataka niyajue mema, nataka niyajue mabaya, ili niyadhibiti mabaya na niyadhibiti mema. Hukumu yangu iwe sahihi, aidha kwa mabaya au kwa mema. Alafu akanyamaza kuendelea na maombi. Biblia inasema maombi hayo au hotuba hiyo ikampendeza Mungu sana. Ni mahali kwa Sulemani utakuta Mungu aliwahi kufurahia maombi. Kwa lugha fupi, maombi ni maeneo yanayomchukiza sana Mungu anaposikiliza maombi ya watoto wake. Ndio maana maombi mengi hayajibiwi. Jamani, tuko darasani. Anasema, lakini mimi ni mtoto mdogo na sijui jinsi ya kuyafanya majukumu yangu. Uwezo wangu, nimejaribu Mungu kufanya hiki, nimeona uwezo wangu ni mdogo. Nimejaribu kufanya hivi, nimeona uwezo wangu mdogo. Nimejaribu kufanya biashara. Mungu, naomba nipe uwezo niweze kufanya mambo haya kwa ajili ya kuleta matokeo, kwa ajili ya kuisaidia jamii, kwa ajili ya kuhakikisha maisha yangu yanabadilika. Mungu anasema safi. Hasa sisi unaambiwa orodhesha vitu vyako hata 10 vya kuomba. Nguo, si vitu gani, si miaka mingi. Nataka leo ni wadisappoint wala ambao wanamuomba Mungu apate miaka mingi duniani. Mimi wala sina hilo ombi la ujinga. Maombi ya ujinga mimi sina. Na sababu naitoa. Nataka nitoe sababu. Tuko darasani. Unataka nitoe sababu? Mwanzo 5 mstari wa 27. Siku zote za Methusela ni miaka 900 au 969. Yaani alikuwa anaenda 970. Jamaa alibakisha kama 31 tu afikishe 1000. Naomba nisikilize vizuri. Kuishi duniani miaka mingi yenye usalama na ufanyi lolote ni hasara, ni sawa na kutokuwepo. Miaka mingi kama huna cha kufanya haina faida. Naongea na nyewe watu. Miaka mingi ya kuendelea kuomba tu Mungu niongeze, unataka kuishi ufanye nini? Anaishi miaka 10 na analeta ndege, analeta meli,
analeta kompyuta. Huyu ana maana kuliko anaishi miaka 300 akidandaranda tu mtaani. Methusela ameishi miaka 969 hakufanya chochote. Ukisoma Mwanzo 5:31, siku zote za Lameki ni miaka 777 akafa. Haya, Lameki ameishi miaka 777, alitengeneza nini? Hata pini atuambie. Kuna watu wameishi miaka mingi duniani hawakufanya chochote, alafu wale wanaoishi 130-40 wametengeneza ndege, wametengeneza meli, wametengeneza leo dunia inakalika inavyokalika. Kuna watu wamekumuta mwaka wa 400 yupo, mwaka wa 700 yupo, mwaka wa 800 yupo. Kwa hiyo ni ujinga kuendelea kulilia miaka. Uwe na usalama, umejaza kiti cha kanisani, umekaa tu hapo mtaani, umekaa kwenye nyumba ya familia, hauna lolote unalofanya, maisha yako ni hasara. Nazungumza na wewe, yaani kuomba. Ndio maana Sulemani miaka mingi aliweka pembeni, habari ya utajiri aliweka pembeni, habari ya roho za adui zake aliweka pembeni. Akasema hivi, adui zangu nataka niwe na uwezo, kwa sababu nikiwa na mali alafu mjinga inanisaidia nini? Nikiwa na miaka mingi alafu mimi ni mjinga sio kufanya, inanisaidia nikiishi kwa muda mfupi au mrefu niwe na uwezo. Fikiria Methusela kwa miaka aliyoishi, angekuwa na ubunifu wa ndege, angetengeneza ndege ngapi? Miaka 100 sana. Fikiria Lameki miaka 700 na angefanya nini? Kwa hiyo mambo mengine Sulemani alikaa akasema, kuishi miaka mingi alafu sifanye chochote, hujengi nyumba za kuleta mazingira mazuri za biashara, upo tu kuombea tu, ni hasara, unajaza mzigo duniani. Kwa kuomba miaka mingi, Mungu nipe miaka. Angalia kwanza unafanya nini, acha miaka. Kwani aliyetufanya tumeokoka ameishi miaka 800, 700. Yesu ameishi miaka 33, dunia nzima inaokolewa kutoka dhambini. Nani aliyekuambia kuishi miaka mingi ndio kuna maana? Maana wengi wanahangaika, Mungu niongezee miaka. Unafanya nini ya kuongezea miaka nini bwana? Kama hauna cha kufanya, ondoka, nenda. Tawi lisilozaa. So mimi nimesema ni yeye. Maana yake mtu ambaye hafanyi chochote duniani, hazalishi chochote kwa mujibu wa Yesu, huyo mtu kuishi duniani ni hasara. Ni hasara kwenye ufalme wa Mungu, ni hasara kwenye jamii husika, ni hasara kwenye kanisa, ni hasara kwenye familia. Sio mimi nimesema, ni Yesu alikusema wewe ni tawi, yeye ni shina, kwamba upo duniani kumwakilisha yeye, kuzalisha, na haupo duniani kwa ajili ya kuwa consumer, kula tu, kutafuna tu. Mungu niongezea kuendelea kula tu. Nani aliyetengeneza hivi tunavyokula? Yaani maombi mengi ambayo tunaombeana maombi ya hasara tu. Tunaombeana maombi ya hasara kweli. Yaani mtu kwa taifa anachangia nini? Kwenye familia yake. Kama akifa leo hii, familia watalia kitu gani anachokiacha? Ni nini unachokifanya? Utaacha nini hapa duniani? Ndicho kinachomaanisha utaacha nini. Wamepita wazee wengi hapa Tanzania, lakini tuna mzee ambaye tunamwenzi, Mwalimu Nyerere. Walikuwepo watu wazima kuliko baba zako na mzee Nyerere walikuwepo. Mbona hali hawakuibadilisha? Unaweza kuelewa? Ndio maana issue ya maisha ni issue ya mtazamo, ni issue ya akili. Watu wenye akili hawezi kuambatana na vichwa ambavyo havina akili ndani yake, hawashikamani navyo. Hata mchungaji mwenye akili timamu, huwezi kukaa chini ya askofu mwenye uwezo dhaifu. Hafutegemee kuwa mchungaji powerful. Unapata wapi powerful wako? Yaani mimi mpaka askofu ani askofu mimi, ajipanga. Unafanya nini bwana? Soma neno tu. Unapiga issue zipi ambazo mimi nikae chini yako niseme baba yangu? Baba so jina. What are you doing? Baba ni chanzo. Anafanya nini? Leo tuna maaskofu wanaotengeneza wachungaji butu kama wao. Kwa nini? Askofu ni miujiza anayesikia kwa Biblia. Afu na yeye ndo baba wa kiroho. Alafu kwa hapo nasema Mungu atanitumia. Hakutumii. Wayahudi wamefundishana. Alicho nacho baba yako, mtazamo wa baba yako ndo mtazamo wako. Kama baba yako kwenye kichwa chake hazalishi chochote, atakutengeneza kuwa na akili ya kimaskini. Kwa umaskini mwingi umetokana na mitazamo na sio rasilimali. Makanisa yanashindwa kwenda mitazamo. Yesu Kristo anaishi milele. Iko hivi mwanafunzi. Mtume Yakobo alienda mara akasema imani sio na matendo imefanyaje? Yaani walikuwa wanafundishana Wayahudi hivi kwamba imani yako kama haileti faida yoyote, bwana wewe huna imani bwana. Bado amebesi kwenye utamaduni wao
kwamba hakikisha imani yako inakuwa sababu ya watu kupona, sababu ya watu kuokolewa, sababu ya maisha kubadilika. Kama imani yako haibadilishi chochote, imani yako wewe ni bure. Kwa hiyo hebu anze kuangalia uwepo wako na faida gani, halafu kimwambia Mungu akuongezee miaka. Ili ni nenda kaombe maombi yenye akili kwanza. Mambo ya miaka achana nayo kwanza. Wadada, niwaambie, ukienda mahali popote kufanya kazi, fanya kazi kwa malengo. Usiogope kuwa dereva, usiogope kuwa dereva wa bajaji wala pikipiki. Fika mahali, fyatua akili yako. Achana na viela vidogo vidogo kwa maisha yako. Fyatua ufahamu. Fyatua, amsha akili. Unaweza kufanya chochote hapo ulipo. Nimeenda mahali sini mtagani, kuta dada anapiga bodaboda, nikasema hii imekaa vizuri hii. Kuwa na akili, sio na mipaka. Nilikuwa na makasirika sana pale nyumbani jirani, kulikuwa na kijana ana misura afu house boy. Nilikuwa nikimwangalia naona hasira. Sasa kijana wa kiume akaaje, tunaosha sahani jikoni kwa. Nikasema mimi siwezi milele yote. Siwezi kabisa, nakwambia. Afadhali nikapigane kufa na kupona. Eti naosha sufuria, unalipa shilingi ngapi? Sio nalipa laki, sio 50,000. Nitapambana na hiyo hela. Juzi hapa binti yangu nikamwambia mama yake, hebu mtafutie hela ya mtaji mpya, nataka kusoma ufahamu wake. Namna alivyoendesha mtaji wake, siku kadhaa kuna kibarua kilitokea, nikakataa, nikasema no, sitaki kwanza akakae chini ya mtu, nataka nione anatumia nini. Nikakuta mahesabu aliyoyaleta na vitu alivyoviendesha, nikasema kichwa hiki acha katumikishwe na mtu kwanza. Kwa hiyo nikasema kwa ufahamu huu namruhusu aende akakae na mtu. Unapokaa na mtu kati darasa, usikae kutafuta hela. Huwezi kupata hela chini ya mtu. Yaani mimi napata hela yangu nikukadirie na ukainuke lini? Kaa na watu, jifunze, jipe muda, fanya maamuzi hata kama ana maumivu. Ndio maisha hapa duniani. Maisha sio rahisi. Usikae ukamilikiwa akili yako, miguu yako na mikono yako. Fika mahali, jifunze, jiulize, nitafanya hiki mpaka lini? Na usipende sana watu ambao ukiwaambia nitatafanya kitu fulani, sasa wewe huwezi. Vitu vingine usiwaambie watu, rukia, ingia, pambana. Imani hii unayoisoma kwenye Biblia, watu waliopita kwenye Biblia walikuwa very dangerous. Hao watu, maandiko yanakuambia alitupa kwenye moto, moto waliushinda. Walifanywa testi zote, walishinda kila tatizo. Hao ndo raia wa mbinguni. Na sisi tumekuja hapa duniani tunalialia. Nataka niwaonye, kila mmoja amsha akili ndani yako, uelewe hivi, hapa kanisani unacho kitu cha kutoa. Nyumbani kwenu unacho kitu cha kutoa. Mtaani unacho kitu cha kutoa. Kwenye taifa unacho kitu cha kutoa. Unaonaje, ingefaaje kanisa letu liinuke, tuanze kuombea watu kimataifa? Uwanja wa ndege wanaingia watu, tutasababisha hela za kigeni zitaingia kiasi gani? Tayari ni mchango. Fikiria watu 10,000 wakaja kwa ajili ya Mathayo Tanzania. Serikali hata kujua. Unataka kujua kwa njia gani? Pesa za kigeni zitakuja, watalala kwenye mahoteli, watapanda magari, watatumia vyakula hapa. Kwa tutajikuta pesa zinaingia. Hii ndio kazi tulio nayo. Ndicho Yesu anasema, msihangaike vitu, ni tafuteni uwezo. Hasa lile ombi Suleiman aliomba nini? Kwa sababu Kiswahili sometimes kinachanganya. Aliomba hivi Suleiman. Tafsiri nyingine anasema, nipe moyo wa ufahamu ili niweze kuyaelewa mambo ya ndani ambayo nimeshindwa kuyaelewa na kuleta majibu. Umeona Wayahudi jinsi walivyotengeneza watu wao. Nina uhakika Yesu angekuja Tanzania angepata shida sana kwa mwokozi wa ulimwengu. Mtazamo. Nina uhakika Yesu angekuja Uganda angepata shida vibaya. Labda angalau wa Kenya ni waelevu, ni watu wenye hila za hali ya juu sana wa Kenya. Yesu angekuja labda Nigeria angekuwa na unafuu. Lakini angekuja hapa angepata shida. Lakini alikuja kwa Wayahudi ambao mitazamo yao wanatafuta uwezo, wanatafuta maarifa. Kwa maarifa hayo wanaanza kuzalisha. Nilikuwa naongea juzi, nilimwambia Manase, tafuta kitu cha kufanya ukirudi shule. Nataka nikununulie kifaa uwe unafanya mazoezi ya kuingiza hela mwanangu. Umesikia baba? Akasema kwa tumekubaliana anaenda kuanza biashara muda so mrefu. Niwaambia sitaki marafiki hao siwaelewe. Sasa sitaki kumdhibiti kwa kumzuia, nataka nimpe kitu cha kufanya. Sanga pia Benjamin nadhani atakuja kuelewa kufikisha miaka 60. Alikuwa akiwa nyumbani, Sanga alikuwa anampakia kwenye gari na anaondoka naye. Wewe ndio aliyekuwa unakuwa rafiki yake, si ndio? Safi sana. Kwenda kula ngalawa, anaona mitambo, anaona nini, anakaa,
anaangalia miradi. Alikuwa na muondoko mtaani, akili zake zisiharibike. Baba mwelewa anajenga utamaduni wa kuwaza, utamaduni wa kusema, utamaduni wa kuishi. Kwa hiyo mimi na nyie hapa kanisani tuna jambo moja tu, tutafute uwezo wa Mungu ndani yetu, alafu tuanze kutoa huduma kwa taifa hili na kwa watu mbalimbali. Maisha yetu yatakwenda kubadilika, la sivyo tutaomba sana. Tafuta kitu cha kuipa jamii, tafuta maandazi ya kuipa jamii, tafuta uji wa kuipa jamii. Kama wengine wanapika uji wa kawaida, kapike wa nazi, basi kaujaribishe uji wa nazi unakuaje. Tafuta kitu cha kuipa jamii, chukua hela yao. Tafuta kitu cha kuipa jamii, chukua hela zao. Tafuta kitu, ukiona tatizo, shida imeibuka, ni ugonjwa, uambie hii ni fursa ya kuomba. Pigana kwenye maombi mpaka wamesalimu amri. Ndio wana wa Mungu walivyo. Badala ya tatizo unaanza kunyong'onyea. Tatizo limetoka wapi? Kwenye familia ambazo huwa hazipigani. Unaona tu baba yupo amejenga kijumba chake kama kibanda cha mbwa, mpaka anazeeka na kibanda hicho. Hana hata akili ya kubadilisha maisha. Kwa sababu nyumba kubwa ni afya, mazingira mazuri ni afya, kulala pazuri ni afya, kula vizuri. Yani ukiwa kwenye mazingira ambayo ni mazuri, unaonekana una akili ujue. Hata salamu mtaani inabadilika kulingana na mazingira unaotoka. Watu wanaona toka nyumbani kama umetoka porini, na kuheshimu nani? Unaonekana tu akili yako porini, haijafanya chochote. Kwa hiyo ni waase vijana, acha akili za ujinga, inua akili ndani yako, inua ufahamu ndani yako. Angalia unachopata utapata kwa miaka mingapi. Ni nini unaweza kufanya kuhakikisha unapindua maisha yako, kuhakikisha unakuwa na kitu kwa ajili ya Mungu, kitu kwa ajili ya familia yako, kitu kwa ajili ya taifa. Angalau na magari basi, unanunua mafuta na kulipa kodi. Serikali huko wanagawana na wao mishahara yao. Umetumwa hapa duniani, wewe ni problem solver, ni mtatuzi wa nini? Umetumwa kufanya nini? Kwa hiyo miaka mingi achana nayo kuanzia leo. Umenisikia ninachoongea? Unahangaika na miaka nini hiyo uliokaa, umefanya nini? Hebu muangalie mwenzako usoni, mwambie una miaka mingapi. Hata asipokuambia muulize una miaka mingapi, mwambie umezalisha ni kwa hiyo miaka. Anasema sana uso wake unaendelea kukunjamana tu na mapigo ya maisha anayopitia. Yaani maisha tu unaonekana umechoka. Sometimes wengine mnaitwa bi mkubwa, ni uchovu tu wa maisha. Watu wanakuona wanahisi kama umezeeka sana, kumbe life imekupiga. Yusufu maisha yake alibadilishwa kwa kufanya nini? Farao alitangaza, jamani, atakaye tatua hii ndoto atapata nini? Angalia Daniel pamoja na wenzake, imetangazwa tenda kwa Nebukadneza. Nebukadneza alitangaza tenda kwa kila mtu, kwa Wakaldayo wenyeji wa nchi. Jamani, nina tatizo. Wayahudi walisikia tatizo, wakasema fursa. Waliondolewa hadhi ya utumwa na kuwa watu wa heshima, walitatua tatizo. Wakasema, na mfalme akasema, kama hamtafuti jibu na waua. Watu walikuwa tayari kuuawa, walikuwa tayari kuingia kwenye magereza. Kilichowafanya wale Wakaldayo wakashindwa kutatua tatizo nini? Mitazamo waliokuwa nayo. Wanasema ili tatizo anaweza katatua miungu peke yao, wala binadamu hayupo. Binadamu alikuwepo, anaitwa Daniel. Daniel akaenda kwa wenzake akasema, jamani, tumepata fursa, tuna bahati. Tatizo la kufa hilo juu. Hasa angekuwa Mtanzania hapa sasa hivi, angekuwa ananengeneka na sketi na suruali, hali ni mbaya, anawaza sio ananichinjia nyuma, sio ananikatia koromeoni, sio ananifanyeje. Daniel akasema huu ni mtaji. Wakasema hatulali leo mpaka tumetafuta ndoto, tuitafute ndoto Nebukadneza mpaka tumeipata. Nikuulize swali, unaitafutaje ndoto? Ni ishu ngumu. Mfalme amelala usingizi kitandani mwake, ile Daniel sura ya 2. Amelala usingizi. Alipolala ameona ndoto inatisha, ameondoka na vitisho vya ndoto, lakini amesahau ndoto yenyewe ndoto gani. Alafu amesahau ilikuwa inazungumzia nini. Hasa kaita mara moja, watu akasema, watu bwana wamejifunza utatoa matatizo bwana. Kaita Wakaldayo wenye akili, wenye hekima. Akamwambia, jamani, nimeota ndoto, nahitaji jibu lake. Watu wako tayari kuandika. Tusimulie mfalme. Akasema, yaani ndoto yenyewe nimesahau. Kwa nataka jambo la kwanza muitafute, alafu mnikumbushe inamaanisha nini. Kwa kama mnaweza kwenda kuota niwape muda. Kama mnaweza kuitafuta sasa hivi, anzeni kuitafuta mara moja. Akamwambia tusimulie. Akasema, nimesema nimesahau. Jiulize, tatizo kama hili lingetokea leo, ungefanya nini? Roho yako, akili zako zimejifunza kwamba unaweza kupata majibu ya issue kama hivi. Wayahudi walishafundishwa kwamba tatizo tunaliona kwa ukubwa wake, wewe unaliweza.
na Mungu unaye. Ukiona umeshindwa, tafuta kwa Mungu akupe uwezo ulijibu. Wakamwambia tunaomba muda. Waliomba nini wale watu? Wakaenda kuomba. Omba. Baadaye wakaenda kulala. Kwenda kulala, Daniel akaota ndoto ile ile, akapewa na maana yake, akaamka akasema, asante Mungu, hii ni fursa. Akamwambia aliyoko, nipeleke kwa mfalme, nina jambo tayari. Fika kwa mfalme, anasema nataka kusimulia ndoto yako, watu wamekaa pale wanasikilizia, mimi nadunda. Akaambia uliota ndoto hii, uliota ilikuwa hivi. Mfalme akasema, ni kweli nimekumbuka. Akasema sasa umeshaikumbuka, inabidi amkumbushe, afa mwambie pia nini? Usinikumbushe tu, niambie na nini. Kwa hiyo ukitafuta, ukinikumbusha, utafute na maana yake. Nazungumza akili za Wayahudi jamani, ni nzuri, tuziige. Desturi yao ndio hiyo waliofundishia watoto. Angalia marafiki wa mtoto, ndio mtoto wako anapenda kula. Angalia marafiki wa binti yako, ndio binti yako. Angalia watu wa kiroho unao machi nao, ndio kiroho chako. Hakuna kiroho cha maajabu zaidi ya watu unaotembea nao. Hakuna kiroho cha ajabu kwa mchungaji zaidi ya askofu au yule anayemsimia aliyoko juu yake. Kama hana uwezo, sahau. Kama familia maskini zimekutengeneza kuwa maskini, mchungaji asiyekuwa na uwezo, askofu asiyekuwa na uwezo, anakutengenezaje wewe? Ndio maana mimi mpaka niambie natengeneza matawi ya kanisa. Usiniite mimi kwenye ushauri. Nitakuangalia uwezo wako kwanza, ndio nizungumze habari ya matawi. Angalia kilichotokea. Kina Daniel walileta majibu. Kilichotokea nini? Mfalme aliwatukuza, akamwinua Daniel, akawainua kina Anania, Mishaeli, maisha yao yalibadilika. Wakalidai walinusurika kuuawa, watu waliokuwa ni Daniel. Wakabaki roho zinadunda, wamerudi kwenye maisha yale. Wale watumwa walienda wakafanikiwa kwenye nchi nyingine. Mitazamo waliokuwa nayo, hawayaogopi matatizo, wanathubutu kwenda kutafuta. Tutapata majibu, watapata, acha tukatafute. Nitafanikiwa sasa, ngoja nianze, ngoja nijaribu, ngoja nifunge, ngoja niombe, ngoja nifanye hivi, itakuwaje? Acha akili za kitoto katika maisha yako. Acha akili za kijinga kwenye maisha yako. Simama kwa miguu yako. Fika mahali, amua kuwa na akili tofauti na uliyoona kwa babako na mamako. Ngoja niukumbushe kisa. Unakumbuka tatizo lililotokea Wayahudi, na Mordekai alituma wajumbe wakamwambie Esther kwamba tatizo hili lishughulikia mara moja. Unakumbuka Esther alitoa udhuru, akasema mimi sheria, watu wote wanajua ufalme kwamba sheria zinakataza, huwezi kaenda kwa mfalme mpaka umeitwa. Unakumbuka jibu la Mordekai alimwambia, akasema nisikilize, kilichobaki ni kimoja, wewe unaenda kufa. Ninakupa fursa ulitatue tatizo kama Myahudi. Unaanza na kutafuta complain kama mataifa. Akasema hivi, nataka jiswali moja, unatafuta majibu, utafuti. Unanisikia watu? Anasema liwali mkuu anataka kutuua, Hamani anataka kutuua, nenda kashughulikie kesi. Akasema mazingira, sheria, kwa ukienda kwa mfalme bila ruhusa. Angalia kilichotokea. Sasa akawaza nifanye nini? Ni Wayahudi hao. Akasema nisikilize, Mungu alikuweka kwenye nafasi kwa ajili wakati kama aliona issue kama hii, akakuweka wewe. Hii ni size yako. Hii unayoiona ni size yako wewe. Esther na nani baadaye akamwambia basi na nyie kama mnasema kweli size yangu, hakuna kula wala kunywa. Mordekai akasema ndio nilichokuwa nataka. Wakaamua, wakafuta kula, wakafuta kunywa mpaka jibu limepatikana. Unaona akili zao kwamba kwenye maisha unaamua, unajua huna namna, huoni njia, tafuta mpaka umepata katika jina la Yesu. Baada ya maombi ya siku 3 akasema hivi, liwalo naliwe, kama nikiuawa sawa, nikiishi sawa, mimi sijali, nataka majibu. Akili za watu gani hizo? Naam, akili za watu gani? Mbona walivyofundisha? Yaani kama ni kufa ama kwa kuishi, hakikisha unatafuta majibu.